Unajua kitu ambacho watu hawajagundua. Unajua kitu ambacho bado hamjagundua. Kuanzisha biashara ni mipango, ni mwanzo tu huo, lakini kuendeleza biashara ama kukuza biashara ni mchakato. So lazima ujue unapoanzisha biashara inatakiwa uende kwenye mchakato. Mchakato wa nini? Mchakato wa kuchanganua jinsi ya kuweza kufanikisha ile biashara kutoka kwenye udogo kwenda kwenye ukubwa. Leo ningependa niwape darasa. Unapoona mtu ameanzisha jambo lake lolote, sio biashara, kitu chochote, hakuna mtu ambaye anatamani kitu chake kiende kwenye udogo ama kiendelee kuwa kwenye udogo. Kila mtu anatamani kitu chake kiende kwenye ukubwa, na kila mtu anatamani kuishi maisha ambayo yeye kwake anayaona ni mazuri siku zote, wakati wote. Kitu pekee ambacho nawaambia, maisha ya mafanikio ni mchakato. Lazima ujue mipango na matumizi unaoyafanya. Mnavyoona watu wanaendesha magari, watu wana majumba ya kifahari, watu wanamiliki hela, mnatamani. Usitamani kitu ambacho hujajua watu wanakipitia vipi. Usitamani maumivu ya mtu mwingine wakati wewe hujui yale maumivu yanaumaje. Uwezo wa kufanikiwa wako upo. Uwezo wa kufanya mwili wako ukawa na kismati, ukawa na mvuto, ukawa na muonekano upo. Lakini kikubwa kwamba kukubaliana na matokeo kwa kile kitu ambacho unachokihitaji. Hakuna mtu ambaye aliyekwenda kufanikiwa pasipo kupambana, pasipo kupambania. Mimi najua mnapambana sana. Najua mnapambania sana maisha yenu. Mnafanya vitu vingi sana kadha wa kadha, lakini bado hamjafikia malengo. Kwa nini hamjafikia malengo? Hamjakiona kilele. Ili ukione kilele, kwanza inatakiwa utulie sehemu au kae sehemu ambayo iliyokuwa kimya. Usiogope kujitenga. Watu wengi wanaogopa kujitenga, kukaa wenyewe. Usiogope kujaribu mara kwa mara. Siku zote anayejaribu ndio huyo ambaye anayekwenda kuwa mshindi. Hata yule ambaye aliyetengeneza balbu alijaribu mara nyingi sana, lakini mara ya mwisho alikuja akafaulu. Kwa nini wewe ukate tamaa ingali bado unaishi? Usijikatie tamaa. Muda bado upo mwingi mno. Unaweza ukabadili maisha yako leo. Unaweza ukabadili mifumo ambayo uliokuwa ukiitumia. Wewe ni mfanyabiashara wa muda mrefu, mfanyakazi wa muda mrefu, lakini hauna mafanikio ambao unayoyapambania. Asilimia ya watu wengi wenye pesa za kubahatisha ama pesa za kudunduliza, pesa za kidogo kidogo, zinakuwa zinapotea. Unapata pesa kidogo, matumizi yako ni makubwa. Wewe ukipata pesa zinakuja na matatizo. Mwisho wa siku unamaliza pesa uliyokuwa nayo mpaka unaweka madeni, unasubiri mwisho wa mwezi tena. Hayo maisha utayaishi mpaka lini? Kuna muda unaweza ukasema Babu la Bagamoyo ameamua kuanzisha dunia yake, anamkufuru Mungu. Hapana. Ni bora ya mimi ambaye nilioamua kuhama kwenye dunia yangu ama kuhamia kwenye dunia yangu, lakini nikasaidia na wengine. Mimi sasa hivi mtu akiwa na shida ya kweli ninao uwezo wa kumsaidia. Au hospitali nitamlipia bili, au anadaiwa kodi nitamlipia, au anadaiwa watoto wake ada, au mjane yatima nitamlipia. Sasa wewe je, hapo ulipo unaona unafanya masafi? Unajiona wewe ni msafi? Unaamini utafika uendako? Unaamini utafika huko ambapo unapopahitaji? Naweza kusema ni bora ya mimi wanaotenda haki ambazo unazijua wewe haki, mimi nitawasaidia endapo kama wakikwama. Lakini wewe nikikuuliza mara ya mwisho kwenda msikitini lini? Kiukweli kabisa, zungumzia nafsi yako. Ni lini mara ya mwisho?
Mara ya mwisho kwenda kanisani ni lini? Zungumzia nafsi yako. Mimi nasema na wewe unaweza ukanijibu ili nipate majibu kamili. Hili ni funzo kama mafunzo mengine. Inatakiwa ujifunze, inatakiwa ujiulize, wewe ni nani? Umesimama kwenye nafasi ipi? Toka uanze kuipambania hiyo kazi unaoipambania, hiyo kazi unaoifanya, toka uanze kupambania hiyo biashara unaoifanya mpaka leo, imekubadilishia nini? Au umeridhika ukipata ada, ukipata pesa unalipa ada kwa watoto, ukipata pesa umewatumia mama yako, baba yako, ukipata pesa umekula, umeshiba, umevaa, umependeza, umeridhika nayo maisha? Wewe ni tegemezi la wengi. Ili uende ukaokoe familia. Nadhani